kushambulia mikutano yetu. Tumekwenda Igunga, wanatuma vibaka vijana wanawanywesha pombe washambulie mikutano yetu, na vijana wanaokuja kwenye mikutano yetu wamekataa. Muhuni akinyanyua mdomo anashughulikiwa sana kwenye mikutano yetu. Nyie Tabora mtakubali hiyo? Nyie mtakubali hiyo kwamba tusifanye mkutano kwa sababu ya wahuni? Hoja inajibiwa kwa hoja. Hoja haipigwi rungu, hoja haipigwi nyundo. Kama CCM wana hoja ya kujibu no reforms no election, waje kwenye mkutano, sio kuleta wahuni kupiga mikutano yetu mawe. Itisheni mkutano wenu mje mfanye. Walitunyima uwanja hapa, uongo kweli? Siku 2 tumepeleka barua, wamezuia uwanja. Leo ndio wanaruhusu saa 6 kwamba kafanyieni mkutano hapa. Masaa 4 baadaye nyomi namna hii mmejaa hapa. Tungetangaza huu mkutano jana, kungekuwa na pa kuweka mguu. Wao wakiitisha mkutano kama huu, watu wanatoka Uyui, watu wanatoka Nzega, watu wanatoka si wapi, kidogo wanapata kanyomi kidogo. Sasa huu imepigwa filimbi kwamba Chadema iko hapo, watu nyomi, hakuna pa kuweka mguu. Tabora, jipongezeni sana kwa jinsi mlivyofanya. Tumekuja kwenu ndugu zangu kuomba tubadilisheni nchi hii. Hii sio nchi ya kuchezewa namna hii. Mwalimu Nyerere aliacha viwanda. Hapa Tabora kulikuwa na viwanda, uongo kweli? Kulikuwa na kiwanda cha nini hapa? Cha nyuzi. Kipo tena? Na kingine cha nini? Cha maziwa, uongo kweli? Kipo tena? Sasa kulikuwa na kiwanda cha nyuzi hapa. Wasukuma wanalima pamba. Pamba inaingia kwenye jineri. Jineri inazitengeneza, inachambua zile pamba, wanaleta Tabora. Tabora inatengeneza nyuzi. Nyuzi zinatoka hapo zinaenda Mwatex, zinaenda Mutex, zinaenda Dar Textile, zinaenda Sungura Textile. Tunatengeneza nguo ndani ya nchi yetu. Mnaelewa maana yake? Nisikilizeni. Nisikilizeni. Leo viwanda vyote vimefungwa. Uongo kweli? Vile viwanda. Leo Msukuma akilima pamba Geita, Msukuma analima pamba Shinyanga, Wasukuma analima pamba Simiu, hata Tabora pamba inalimwa. Tulikuwa Igunga pamba inalimwa. Inauzwa shilingi 1150 kwa kilo. Uongo kweli? 1150. Inakwenda huko. Ile pamba ikifika kule India wanaigeuza kilo nzima, sisi tumeuza 1150. Wao wanaingiza kwenye jineri ambazo tulikuwa nazo zama za Mwalimu. Inafungwa kwenye kikaratasi, gramu 200, inarudi kwenye hospitali yenu ya Kitete. Inaitwa Kitete? Kinini? Kitete. Kale ka gramu 200 tunanunua shilingi 10,000, wakati kilo nzima uliuza shilingi 1150. Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Sasa sikiliza. Hichi kiwanda cha nguo kilikuwa cha nyuzi kilikuwa kinaajiri nani? Nyie vijana, si ndio? Na sikilizeni ndugu zangu. Kiwanda kinatoa ajira kwa mtu mwenye elimu na yule asiyekuwa na elimu. Kiwandani ataajiriwa engineer, kiwandani ataajiriwa mtu wa hesabu, kiwandani atakuwepo mama ntilie anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda chakula, kiwandani atakuwepo mbeba mizigo, kiwandani atakuwepo dereva wa lori. Kiwanda kinaajiri kila mtu mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Sasa hicho kiwanda kilikuwa kinawaajiri nyie. Pesa ilikuwa haitoki hapa kwenda nje. Ikitoka huko inakuja kununua nyuzi Tabora. Ina maana pesa inatoka Dar Textile au inatoka Mwatex inakuja Tabora kununua nyuzi. Hicho kiwanda kinakuajiri wewe. Wewe ukipata hela unajenga. Ukijenga unamwajiri fundi. Fundi ananunua nyanya kwa mwingine. Au wewe unanunua mfuko kwa mtu wa Tabora. Hicho kiwanda kimeuawa. Tunaagiza nyuzi kutoka hapa, tunaziagiza kutoka China. Ina maana pesa inatoka Tabora inakwenda kuagiza nyuzi China. Nyie mnapataje ajira?
alafu wanawaambia tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Sio kweli, ni tatizo la kutengenezwa na viongozi wabovu wasiokuwa na uwezo. Fikiria hivi, Mwalimu aliacha kiwanda cha General Tyres, kilikuwa kinatengeneza tairi. Uongo kweli? Tairi za Tanzania tulikuwa tunatumia za ndani ya nchi. Kile kiwanda kimeuawa. Mwalimu aliacha viwanda vya kiberiti, Kibo Matches. Aliacha viwanda vya kila kitu. Hata kiwanda cha Philips pale Arusha kilikuwa kinatengeneza radio. Mwalimu aliacha kiwanda cha Bora kinatengeneza viatu vya nchi yetu. Mwalimu aliacha viwanda vya kila kitu. Leo tulikuwa na kiwanda cha tairi za magari, kimekufa. Bodaboda ikiisha tairi hapa au Uyui au kwetu Kemakolere, pesa inatoka Sikonge au Kemakolere inakwenda China kuagiza tairi, wakati vijana mnafanya betting, hakuna ajira. Tuna nchi hapa. Toothpick za kutolea nyama kwenye meno zinatoka wapi? Magogo yanatoka Tabora, yanakwenda China, yanachongochonga na weko kwenye vikopo, tunanunua sisi. Kiberiti, tunaagiza kiberiti Kenya, kinaitwa Kasuku. Yaani Wakenya wakitufungia viberiti vyetu tunarudi